Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Tusimame tu kwa miguu yetu. Fungua kinywa chako tu, mwambie Mungu ni asante kwa kunipa siku hii tena. Mwambie Mungu ni asante kwa kunipa kibali cha kuwa katika unganiko na kusanyiko lako.
Mwambie Mungu ni asante. Tell God thank you. In Jesus name we pray. Unaweza kuketi kwenye kiti chako cha muujiza. Bwana wa Mungu, Bwana wa majeshi aweze kukubariki na kupe sababu nyingine ya kufurahia, sababu nyingine ya kutamaraki katika jina la Yesu Kristo. Mbarikiwe. Sasa muende mkasome. Endeni tu twende. Anakusubua. Mwambie sikusubue. Hata anakusubua. Mbarikiwe sana. Thank you very much. Watoto na wazazi mulete watoto. Mnawaachiaga nani? Hata mimi wagusa wako kuja. Mimi niulize wako liachia nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana kwa kusanyiko hili. Hii ni ibada ya 3 kwa wale wamefika saa hii. Tumekuwa na ibada ya kwanza, ya pili. Tuko kwenye ibada ya 3. Na jioni tutakuwa na ibada nyingine ya 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mnaona ni kibarua? Kwa hivyo mniombe niweze kupata watu wa kunisaidia kufanya hii kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaitwa Musa, weka base kidogo. Mtu anaitwa Musa aliambiwa na Jethro atafute watu wa kusimama na yeye na kutembea na yeye ndio waweze kuwa wa kumfaidisha. Lakini naomba kushukuru tena kwa kila mmoja aliye hapa. Wageni wetu, Mungu awabariki sana. Wageni wa siku ya leo kabisa, siku yenu ya kwanza kabisa kufika hapa, inua mkono juu. Siku ya kwanza, simama tu kwa miguu yako. Siku ya kwanza kabisa. Your very first day to be here. Kama kuna mshirika wa hii nyumba karibu na yeye, shika huyo mtu. Kama ni Hagabo, muhagi. Na umwambie hapa ni nyumbani, karibu sana. Na umwambie baada ya ibada unione. Mwambie unione, alafu ndio umpatie mambo namna gani, umwelezee jinsi hapa tunakaaga. Kwa nini kwa kipale kuna barabara kubwa? Mbona hiyo barabara imekuwa kubwa kuliko nini? Unaangalia nani? Siwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mgeni ambaye ametoka nje ya nchi. Ni Mkenya lakini you are from another nation. Uko hapa? Simama tu kama uko tukuone. You are Kenyan but you don't live here in Kenya, you live in another country. And you are in our midst. Oh yes. Yes, kujeni. Nyinyi kujeni sasa, kujeni. Kuja hata wewe. Kuja. Mama kuna nywele nyeupe. Hajapaka wino. You look wonderful. You're so beautiful. Hug me. Yes, so beautiful. Yani hata ukiwa ng'abo, huku paka rangi. Huku yani hukutaka kukataa kuzeeka. Ukahahama kuone wega. Ni itakire na mundu to uyu. Ni murona gacure gaka. Na niguo mumotete marangi mutwe. Na niguo mukorire. What's your name? Naitwa Veronica Waitito na nimeokoka. Yesu ni Bwana wa mwokozi wangu. Na naishi Canada. Tumekaa huko 27 years. Wale wachanga nilienda huko nikiwa 35 going to 36. Watoto wangu walikuwa wadogo. Sasa ni wazee, mbile mkubwa ako na kipara. Na niko na wajukuu 11. Wajukuu 11 na alingi. Na nangojea wengine. Kwa sababu hiyo ni baraka. Hata kuzeeka mpaka hapa naona kuna wengine wazee kuliko mimi. Na hiyo ni baraka kuishi sababu kuna wengine ambao wameaga dunia wakiwa wachanga. Kwa hivyo kila mwaka aliyeko tuwe kani uli change ulijua unajua Kikuyu? Yeko getike kulika. Negwe tu agatuoka guko tutiramenya Gikuyu. Mutrania mwe dread go chwengi. Chwengi no kegeria getingagira. Giva. Kwa niguga ndimurathime ni Jehova. Ona kujokia guku no wega ngoka kumageithia kuria gwitu ni heho hana barafu na ukirugama haria nja tugwa gukora gucio geithanitio guku geithanite no gakoro hana ihiga
no tukira mwathani ni thengio twi bururi mwega uyu wa Kenya gutari barafu no endia guthi kure irima-ini ni gumikora na tucokagirie Ngai ngatho ni undu wa irathimo iria tuhete na ona kuu turi kwina mathina maingi matoikaine guku twiciragia ni bururi mwega. There you earn in dollars, you spend in dollars. No ni tugikombaga nigetha tumuteithie. Oh, mbeca iria mutu tumagira cikoci cia ngombo. Ngombo. Ti maheni. Maira maria turitaga ri matiteaga mbeca icio nyingi no ningi tukauga atiriri. Ugo tera andu aya atiriri. Mutige gutinda mugithumbura andu acio me kuria. Me thina muingi kumukira. Yes. They live a borrowed life. Yes. No to nera igwa thoni agakomba mbeca nigetha gutumire. Nigetha tumune twathire. Na ugaciananga. No muririkane atiriri ciothe ri tucitiga guku thi turorie maitho ku iguru na wewe na kanyamu initeire angikorwo ni urona gitungu kiroko kana ni urona thukuma cokeria Ngai ngatho na urie na ngatho ni waigua onacio mena kuu ri ndwikiria mariaga okay mwathani agocwo ona tugikuraga turacoka oha ona ciana cia gimara cia thia turacoka oha tondu guku nikuo mo na nikuo twarathime kigukona kia mbere giakirwo ki guku nikuo gwitu nona ningi ona mundu angigutuma ri kana utume ciana na kuu nja ri githe mutihoyaga mwathani teithia ciana ici citu citharamie na mathie marathimo na kuu ninyu muramahoire marathi koguo na mugikura mugithumbuka hoyaga ihoya rimwe Ngai atume mundu uguguteithia nigetha ndukana turume ati to ni twathire na tutire kuo uragie mtamaciarire na igo mari aingi na matingindeithia muririkanage atiriri ni kirathimo onacio mathiete na rira mundu egugukora agakugeithia kana agaguteithia kaundu uririkane ucio wathire no kora ateithia mundu ungi niguo mugacokeria Ngai ngatho mutige gutunegenera tondu mwatugenerera Ngai ni ekuigua na ni tukuhurwo na mutikwenda uguo ningi tondu ningi ni mukwambia gukurira ni undu witu niguo nindamugeithia thiini wa ritwa ria Jesu na Ngai amwike wega na rira tuona na ri tutige kuga na agitura miaka eno yothe hindi yo niguo Ngai etikirite ko twabangite tene no korongoro ndege ngiragwirire na gukubara kana atia iria tuona na twacokia ngatho na tutige kunegenania ati nduhuraga thimu kana ndwikaga atia niguo mwathani amurathime. Thank you ikara haha ni ukureherwo uga haria kiri ukene kiodo gikene giaku ni kiau kakuite indo ni kiakuite guku kare thito ngima wewe leta kibeti yake hapa na wewe. Bwana asifiwe. Praise God. Ngwaria gikuo njitagwo Mary Mumbi Kenyua Ngai ni mwega thiini wa ngoro yakwa ndeigua kumucokeria ngatho to ni anjikite maundu manene njikaraga South Africa ona ndi na miaka almost 1920 there na ni njoketie ngatho ni guka gikaro giki to ndaneliriria muno guka gikaro giki no ni nyonete mwathani thiini wakwa amen ndireriria ona ndimonete ugo ni ndiragua gukena ni tondu ndiona uria muragoca na tutionaga undu tocio na kuria andu makiruga uguo no tuka guku ni turaigua gukena muno ni tondu wa Ngai amen ndiramurathima Ngai amwike maundu mega na mutungate kiria giothe mukite haha aingi ni mukite kumatha ritwa ria Ngai aingi ni mukite kumatha uthio wa Ngai no Ngai aramucokeria mahoya manyu Ngai aramwika maundu mega ituri ya Ngai riratwaranaga na inywe kuria guothe muri thiaga aingi mego kumatire na gia kuria Ngai aromahe aingi mego kumatire na gia kwihumba matire na uria mari ni January ni roka mati uria makurihira ciana cio cukuru no ni ndirahoya kirathimo kia Ngai gikorwo hamwe na inywe amen na mwikage maundu mega na murathimage ona riria mundu akirite nyumba ni acokagia ngatho akera Ngai ni nguonete unjikire maundu manene no utanjikire maundu manene ni nguonete mwathani amen ni ngutigira hau Ngai witu amurathime na mwike maundu mega. Asante. No aigua mundu ucio auga Ngai amwike maundu Ngai awike maundu mega tondu ni wana kuria gwaitu no anyite no na kuria gwaitu kuria Narumoro. Yes, Narumoro hale kwa Jay. We hale ha Jay. Blue line. Yes, he mundu wa blue line we hale. Rugama mugeithie. Ore no wa blue line. Rugama tu. Ucio yes. Yeah, ore no wa blue line.
Kwa Jay, ukwanyine kwa Jay. Na nyine blue line. Nake gidona ha. Kwanyine ni ha Jay. Nyage. Ni andu itura rimwe. Umuma ha muthimu haria kamukawa-ine muciwe cai murani itura rimwe ri tukuri develop tukuhingura kanitha atia kuu. Good. Nipatie hai kidogo. Nipatie Wamarwa. Wewe atoke bambia Wamarwa kai hapo. Yes. Sema yes. Sema yes. Ngai ni mwega. Na hede ciothe tunamshukuru Mungu sana. Leo nataka tusome kuhusu, by the way, nani anajua venye naitwa? Wamarwa, nipatie hai. Juu tena kidogo hapo. Nani anajua venye naitwa? My name's wajnya nyamaza. Jeta gwatia? Dora waroige. Jeta gwatia? Dora waroige. Ewe jeta gwatia? Dora waroige. Vatideti yote? Vatideti yote? Dida kwira. Jeta wa apostle. Archbishop. Yes, makofi kwake. Ewe. Reverend. Ewe. Jina yangu mimi naitwa Hezekia. Sema Hezekia. Sio Ezekieli. Hezekia. Hezekia ni jina iko kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni jina ambaye ilikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni nabii na ni mfalme. Leo nataka tuzungumzie huyu mtu anaitwa Hezekia, ambaye alikuwa ni nabii na alikuwa ni nini? Ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuelewe Hezekia, kwa sababu nataka tuendeleze ile topiki yetu ya jina. Na kisha tuendeleze topiki yetu ya kuwa Ngai no agarure meciria make. Mungu ana uwezo wa kubadilisha. Ile jambo Mungu mwenyewe alikuwa amesema anaweza kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati huu ndio sasa kuna mtu ako mahali hapa kulikuwa kumesemekana maisha yako imefika mwisho. Kuna mtu ako mahali hapa kulisemekana biashara yako imefika mwisho. Kuna mtu mahali hapa wachai walikuwa wameandika na wamemaliza. Yaani wamemalizana na wewe. Waganga wamemalizana na wewe. Familia imemalizana na wewe. Lakini kuna kitu kiko biguni na Mungu that he can change. Katika kitabu cha Kings, Second Kings. Sema Second Kings. Kwa wale wanajua Kisugu vizuri. Chapter number 20. Second Kings chapter number 20. Mpatie aliye karibu na wewe haifai umwambie. Sasa nataka tutege masikio. Juu nataka kutumia only 20 minutes. Sema 20. By the time tufikishe saa 7 utakuwa kwako ukikula lunch. Kama umebeba baraka zote. Bwana asifiwe sana. Ndio tubaki na watu wa deliverance. Deliverance mimi nafanyaga jioni. Sio wakati wa ibada hizi zote. Kwa hivyo watu wa deliverance tunabaki jioni saa 9 tunaenda mpaka saa 11 na wewe unakanyaga kubwa kubwa. Unaenda wapi? Home. Tupatie na Kiswahili. Hapa naona ni watu wengi hawajasoma. Yeah? Kama wewe umesoma kweli? Hujasoma. Tupatie na Kiswahili. Siku hizo Hezekia akaugua. Sema kuugua. Kuugua ni kugojeka. Akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia,
Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, mimi sikufi bali nitapona. Ninaweza kuwa niko kwenye hali ngumu. Mwambie tena, ninaweza kuwa niko kwenye hali ngumu, lakini hiyo hali naenda kuibadilisha. Maana kinywa chako kiko na uwezo wa kubadilisha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie siku hii ya kwamba kinywa chako kiko na uwezo. Kinywa chako kiko na uwezo wa kukumaliza, na kinywa chako kiko na uwezo wa kubadilisha. Watu wengi ambao tuko na wao hapa wanateseka kwa sababu walisema kwa vinywa vyao, mimi nimefika mwisho. Walisema kwa vinywa vyao, siwezi kufaulu. Walisema kwa vinywa vyao, ati huyo mtu ni mchawi na ameniroga. Walisema kwa vinywa vyao ya kwamba siwezi kufika mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinywa chako kina kifungo kikubwa. Kinywa chako kina kifungo kikubwa. Jambo ambalo unaweza kulisema leo liko na uwezo wa kufanikisha shetani anavyotaka. Jambo ambalo unaweza kulisema leo liko na uwezo wa kufanikisha venye Mungu anataka kwenye maisha yako. Ukitangaza kushinda, utashinda. Ukitangaza kushindwa, utashindwa. Ukitangaza kufaulu, utafaulu. Ukitangaza kuanguka, utaanguka. Ukitangaza kuenda mbele, utaenda mbele. Ukitangaza kurudi nyuma, utarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Hezekia ni mtu ambaye alizaliwa akiwa mfalme na akiwa nabii. Alikuwa na quality zote mbili. Alikuwa the king and he was also a prophet of God. Hezekia ndiye alitumika katika siku hizo kurudisha mikataba na sheria na desturi ya kanisa. He is the one that God used to bring back the glory of the temple. Maana wakati huo tabia, mienendo na maisha ni kama sasa hivi. Watu wamekozea heshima kanisa, watu hawapendi Mungu, watu wanaishi venye wanataka. Lakini Hezekia aliinuliwa kwa sababu ya kizazi kilichokuwa siku hicho, na Mungu akamtumia kubadilisha kanisa likarudi kwake, kubadilisha watu wote wakarudi kwake. Akaregesha mipango yote ya kanisa, akaregesha ibada, akaregesha madhabahu ya Mungu ikarudi, akarudisha watu kwa Mungu na watu wakarudi tena. Yeye alisimama na akasema, I am not going to compromise. Alisimama na akasema hatafanya mambo kinyume na Mungu. Wengine walifanya na wakaendelea kufanya kinyume na Mungu, lakini yeye alisimama, maana aliteuliwa kwa ajili ya kizazi hicho. Hata Hezekia huyu ameteuliwa kwa ajili ya kizazi hiki. Kenya yetu lazima itabadilika, irudi kwa Mungu. Wakristo watarudi kwa Mungu. Kanisa litarudi kwa Mungu. Madhabahu ya Mungu itasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati huo, wakati alifika na kufanya kazi mingi na akajitahidi sana, one point wakati ulifika akazeeka na ikafika wakati wa kuondoka duniani. Isaia akatumwa na Mungu. Ukitaka kujua mtu wa Mungu, Mungu anamtumiaga mtu wake. Hakuna mtu wa Mungu mwenye anaweza kuishi dunia hii bila Mungu kumtumia mtu wake. Maana God will communicate to you through his pen. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuinua Isaia, akamwambia Isaia, nenda kwa mtumishi wangu Hezekia. Nenda kwa mtumishi wangu anaitwa Hezekia. Nenda umwambie atayarishe nyumba yake. Mtu wa Mungu, modo wa Ngai ndwagire gukua tagui. Mtu wa Mungu hakufagi bila mpango. Lazima Mungu akutayarishe. Lazima Mungu akwambie wakati wako kuondoka ni sasa. Maana katika ufalme wa mbinguni hakuna aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ufalme wa Mungu hakuna aibu. Lakini kwa sasa tunakuwa toikalete na kiwaha. Tuona kogo. Kumuhutia ali. Taigwa ni aheha. Wakati ule Hezekia nabii aliambiwa, nenda kwa Hezekia mwambie apange mipango ya kuondoka. Maana alikuwa mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu kila wakati Mungu humheshimisha, kwa sababu na yeye aliheshimisha Mungu. Jiulize, mimi matendo yangu, njia zangu, mipango yangu imemheshimisha Mungu? Jiulize tu hiyo swali. Uliza neighbor yako,
Ulisa huyo neighbor mko na yeye. Nuonaga tagoro, unaonanga kama tabia zangu zinaheshimisha Mungu? Ukiniangalia hivi mimi, kwa sababu unajua, si unanionaga? Mwambie si unanionaga. Unaona ni kama ninaweza nimeheshimisha Mungu. Ukiniangalia na kutoka hapo, mwambie hebu angalia tu sura yangu, uone kama sura inaweza kubadilisha. Sura peke yake. Sasa mwambie angalia mwili yangu. Mwili yangu nimekula ovyo ovyo mpaka nimenona ovyo ovyo, ama nimekoda kodo. Najua kuna watu wengine wataulishwa na Mungu, ni kwa nini haukunona na chakula ilikuwa ukose kuingia biguni. Na kuna watu wengine wamenona mpaka nyama zingine zinamea huko. Simeona nimefanya mazoezi mpaka nimeslim. Sasa nataka kupunguza kilo nyingine 5. Yes. Kwa sababu niliambiwa kule ukienda tena umenona tena utaulizwa maswali. Nilikupatia chakula ukule kwa mpango. Sasa wewe ukaenda kukula kwa vitu vingine. Halo, wale watu wamenona kama mimi. Jenda uchunguze venye unakula chakula yako. Maana Mungu alitupatia chakula, tunakula kwa mipango mizuri. Chakula ambacho kinafaa kukusaidia. Si kunaona kama nini? Baka unaedaga unaona mtu anaedaga kama hivi. Lakini tena usikode sana mpaka unaedaga unaona kama mtu kanaedaga hivi. Una balance. Maana Mungu anataka ubalance, ukae kitu mzuri. Hata ukionekana unaonekana. Kuna watu wengine mpaka nguo zimewakataa. Mtu amekaa one. Na kuna vitu vingine mpaka unaona mpaka akilala unasikia anapumua. Akiwa hapa, ukiwa huko kwa barabara unasikia mpaka unasikia ni kama kitiga kina breathe in and out. Breathe in out. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza mwili kuwe mzuri. Abia mwenzako tengeneza mwili kuwe mzuri. Mwangalie kama hana nyama, mwambie tafuta nyama. Na mwambie kama hako na nyama mingi, mwambie kuna watu hawana nyama, pukusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu ako na mipangilio na ako na njia nzuri ya wewe kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiishi kulingana na mpango wa Mungu, hakuna siku utakozea. Ukiishi kulingana na venye Mungu angetaka tuishi, maana kuna vile alitengeneza mipango yake kwetu. That this is how I need you to live. This is how. Maana Mungu alitupatia manyo ya kuishi dunia hii. Na kama hauishi kulingana na manyo yake, kuna siku utahitajika kuuliza Mungu swali na ukose swali ya kumuuliza. Maana Hezekia alipoambiwa jitayarishe unaenda. Hezekia hakuwa na story na Isaia. Alijua si Isaia ni kutumwa matumwa. Umetumwa na nani? Ni mdosi. Si mdosi tunaogeaga na yeye. So I don't need to talk to you. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't need to talk to you because me I'm senior than you. Mimi ni Hezekia, I am the king, I am a prophet. Na wewe Isaia, you are just but a prophet. So who is senior? Isaia alipofika akamwambia jitayarishe, kuwa na mipango mizuri maana unaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hezekia hakuongea na yeye tena, maana alijua huyu ni mtumwa na amefikisha ripoti. Na kama ripoti imeletwa na mtumwa, una story na mtumwa? Hapana. Ndio nakwambia, panga mipango yako mzuri jinsi ya kukaa na Mungu, maana hautasubuka ukirudi kwa Mungu. Hautasubuka ukiargue na Mungu ama ukitafuta njia ya kurudi kwa Mungu. Maana Hezekia alikuwa na formula. Hezekia alikuwa na mipango. Hezekia alielewa jinsi ya kukaa na Mungu, maana aliteuliwa na Mungu na akaishi katika mipangilio yote. Tangu kuzaliwa kwake, kuwa mfalme, kuwa nabii, yote kupanda. Alipanda na akainua sheria ya Mungu ikasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mahezekia ndio tunahitaji Kenya hii. Si manabii wa uongo, si mapasta wa uongo, si mainjilisti wa uongo. Tunahitaji mahezekia. Tukipata mahezekia 5 peke yake Kenya inanyoroka. Mtajaribu kuleta ujinga, mnapata ukienda kona ile, ukitoroka kona ile unakuta ni yeye amekugojea. Ukirudi padi unakuja ni Hezekia amekugojea. Hautakuwa ukitoroka atikao kanitha kaune karano girie. Sasa unakimbia kanisa ile nyingine kusema ndiare kanitha kagena hauwe kadunia ndathire ku gioro ni thayo ginyaria ndaingirire ku no maundu makwa majire kuhitana tondu we ngoma. Kwa nini ulihama? Na tukikuuliza unakuta umehama kanisa zingine gapi? Kwa sababu hautaki kufuata sheria. Hautaki kukaa jinsi Mungu anavyotaka. Ni vizuri tukae na tumtafute Mungu. Na ukikaa kwa mipango mizuri ya Mungu, huyu Mungu hata kuachilia any single day.
Hakuna siku atakuachilia, maana anajua you have a good communication with him, you have a good walk with him, you have a good desire with him, that in everything that you do in life unaendaga na Mungu. Ukipata kitu kadogo hauendagi kupapatika ama kufanya vitu zingine, unaendaga straight kwa Mungu, maana you have respected him, umelihifadhisha jina lake. Jiulize kimoyo moyo, hii mitugo yako, tabia zangu zinamfanyaga Mungu afurahi na mimi, tabia zangu zinafanyaga Mungu akae karibu na mimi, tabia zangu zinafanyaga Mungu anipende ama Mungu amenichukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiulize maswali ya kujiuliza, do I qualify? Mimi ni mtoto wa Mungu. Do I qualify to be called a son of God? Do I qualify ati Mungu anaweza kutuma nabii kwa sababu yangu? Wachana na ima nabii akikula ugali anasikia Waroige anaanza kuongea mambo ya Waroige. Bwana, kuna wengine hapa wanakula tu ugali ama anataka nitakuwa YouTube yake ikuwe na following mingi na anajua akitaja Waroige watu wataingia huko, anataja. Hao ni wajinga, ni agoroki, ni mtu ina depression. Mtu akiwa na depression unajua sasa wanaongea ni Waroige. Ukitaka tu popular kapeji kako kapade Waroige. Maana Waroige unajua Waroige ni seasoned person. Sio kama mnajuaga hivyo. Waroige wakati alikuwa Mogeke alikuwa top. Alipoingia kanisani alikuwa top. Ni kwa sababu Hezekia sio watu wa kusimama katikati pande hii na pande hii. Hezekia anasimamaga akiwa ni kwa shetani, anakaga kwa shetani kamili. Na anatumikia shetani vilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha ubadia. Wako na kutumikira ngoma, mtumikie shetani vilivyo. Kama ni kumtumikia, wacha nusu. Wacha kuwa kanisani Saturday, Jumatatu uko kwa shetani. Kama ni kutumikia Mungu, tumikia Mungu 100%. Kama ni Mungu, kana Mungu peke yake. Wacha sio ati unarudi kutuibia kale kaibo. Shetani ngati makofokofo. No. Mungu akaina watia. Madhaniti makofokofo. Yeah? Mwadhaniti makofokofo waira mbroka mwikira na rĩrĩa riũa rĩa neneho kamwikia rungu rwa rĩrĩ. That is what we are today. Hiyo ndio leteni hapa. Ndio wewe mtu wa unga, lete hapa na hiyo maaproni zenu. Lete hapa. Si mwati hii ni Eastmart. Sema Eastmart. Imenunua watu chakula wakule. Sasa na wale wakwenda kupiga picha wa kuhara, pigeni Eastmart ndio imetuletea. Gware ile cia ugane cira haro cia Soweto. Ndwa kwa kunio maragwa ni maraharo. Ngoma ingi cia kulino cina hau. Wekelea hapa. Wewe toka. Wacha Eastmart wafanye job. Eastmart. Cosmo si kile kama mtu kanalipika kama kelele. Wekelea hapa. Si unaona watu wanataka wanabariki watu. Na sasa unataka kuvuruga. Tutakuvuruga. Hezekia alikuwa prophet na alikuwa king. Na king anajua kufanya kazi zo. Nitafanya. Jigwe muhahesho mukoragwo na guko nagatumia kau mutumagira bica mukere gugakora ku kari dekahinye atige udefine guko. Sasa hii mimi nimetengeneza. Sasa hii imetoka kwa serikali. Si ni watu hawa wamejitolea, wameleta hapa. Sasa itasemekana tunaendaka kutafuta kwa serikali, tunapatia watu. Uchi dhiti yokoma. Tiko na kushabia ekegwire. Wewe kesho uweke nyahunyu hapa. Umesikia? Uweke nyahunyu hapa. Yesu hakwenda kununua nyahunyu. Ama kuna mahali malisema Yesu alinunua. Yesu alikuwa anatembea nayo. Ama ulisikia? Ulisikia akitumana dukani wakati alienda kwa kanisa akakuta wamefanya biashara. Alitumana dukani. Alitoa wapi? Kwa hivyo alikuwa anatembea. Yesu alikuwa Masai. Alikuwa na jora na nyahunyu. Na nitanyorosa watu. Hii mwezi haitaisha kabla sijanyorosa mtu hapa, na muweke kamera. Imulike, itured. Tuko turehero limu haha. Yaani wakati wa shosho kama huyu amepatiwa uga. Hutaki kufa, hutaki. Alafu anasema ati wale wanakujaga hapa ni matajiri. Hao wanapatiaga uga. Ni matajiri, ati wanakujaga sasa kuchukua uga ndio waende wakanifuge. Si hata wewe ndio nifuge.
Hata wewe tajiri kuja, mimi sibagui. Mimi sikuambiwa atipatia huyu, usipatie huyu. Mimi Mungu aliniambia wale wote watakuja wakiwa na njaa wapatie. Sasa kama umenidanganya una huko na hauko na njaa, wewe chakula sio yangu. Mimi sijatoa pesa yangu hapa. Sina hata dururu sijatoa. This is not mine. Kama woka ko heni yale. Nini wahenia? Nishia wahenia. Ni ndire na horo. Hata ukikuja uchukue bagi 15, chukua. I have no problem. This is not my money. Huyu ni mtu ametumana, ametuona kwa TV, ametumana. Si yeye amejiambia, ni Mungu amemwambia, beba na upeleke. Sasa kuja iba. Wewe ndio mamenyire koroga na mamenyire kuiya mayaga kundu guothe. Matire mamenya Ngai no. Na goko ne mukomenyera kuo. Goko ni goko ne. No cio marauga tene araharago. Ekuharo nginya mukonde ucio umenja. Tukucokeria haha. Tukucokeria haha. Uona gacingo uhutagio na kamwaki ugacoka na kuu thiini. Wacheni kuleta mchezo hapa. Hapa si kwa mchezo. Ujika hapa hakuna. Yes. Utumio ni amaka. Kari ora harago. Tini. Tu oroiro ka video. Okamaka. Nitumuna fi nitumuru togeto tumago goko tumuna twetaga tumuna fi. Twa hau hakuhe na haku. Ni utuwe. Tumuna fi twa nyau. Sasa tuma kwa leo. Turudi hapo. Basi Hezekia akajigeuza. Nataka uelewe jinsi ya kuingia na kuzungumza na Mungu. Jinsi ya kuelewa jinsi Mungu anavyofaa kuabudiwa. Hezekia hakushughulika na Isaia. Isaia alikuwa messenger. Hezekia alikuwa anajiamini, maana alijua I have got good relationship with my God. Mimi niko na mahusiano mazuri na Mungu. Kwa hivyo Mungu amesema jitayarishe, lakini mimi nitaenda mpaka kwa Mungu na Mungu atabadilisha. Hiyo maamuzi ambayo alikuwa ametoa, Mungu atabadilisha. Hiyo shida ulikuwa nayo, hiyo imesababisha umekuja, hiyo imesababisha unahangaika, hauna hata siku ya kulala, hiyo mateso uko nayo, Mungu ako na uwezo wa kubadilisha. Mungu ako na uwezo wa kubadilisha maamuzi aliyotoa ama maamuzi watu walitoa. Maana Hezekia alikuwa anaelewa hivyo. Alijua ya kwamba mimi sina maneno ya kuzungumza na mtu yoyote yule. Sina dile nodo ati tuende tukaargue na nani. Kwa nini? Tuende tukabishane na nini? My God liveth. My God is alive. Ndivyo alijua. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaelekeza, hakuelekeza kwa nabii, hakuenda kuambia nabii nisaidie. Hapana, alijua nikitazama juu milimani niulize uwezo wangu watoka wapi. Nitajua uwezo wangu watoka wapi? Kutoka mbinguni kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. For those that are facing challenges, muko na matatizo, muko na mambo ambayo nimekuwa magumu, maisha imekuwa magumu, hamuna tu pesa, hamuna chakula, hamuna chochote, your life is shattered. Kuna kitu nataka nikwambie siku ya leo. Huyu Mungu yuko hai. Huyu Mungu ana uwezo wa kubadilisha. Huyu Mungu ako na uwezo. Anahitaji tu moyo msafi. Anahitaji mahusiano mazuri. Mahusiano ya kutembea na yeye. Mahusiano ya kukaa na yeye. Amekupatia nguvu kwenye kinywa chako. Hezekia alikuwa na nguvu. Hezekia alikuwa na uwezo. Hezekia alijitambua. Alijua mimi na Mungu sisi ni marafiki. Si hafai. Mimi sihangaiki. Siwezi kuhangaika Kenya hii. Na sitahangaika Kenya hii. Maana wakati nilikuwa natumikia shetani, nilijua shetani wangu alikuwa na nguvu. Na niliwendea kwake.
Na nilipoenda kwake nilifanya vituko zake. Wakati nilihama kwa shetani, nilihama kwa Mungu. Sikubakisha, gotire kanya muda atigirie kwa ngoma, gotire kendo twatiganirie nake. Hakuna kitu nilioacha kwa shetani ati nitaenda leo niende. Hapana, nilihama nikaingia kwa Mungu. Na nilipoingia kwa Mungu, niliitisha kitabu cha biguni, nikaitisha manual, nikaitisha register, nikaitisha makataba yote, nikaelewa kwa Mungu kuna kaaga hivi. Kutoka siku hiyo nikaamua kukaa venye Mungu alikaga. Sio kukuja huko kanisani, lakini huyu Mungu haumutabui, hauna mafundisho yake, hauna manyo yake. Huko hapa kanisani tu nikongevia, oikarete haongethetie, ona ndoye Ngai endaga atia, ndoye uria ikaraga. Niambia Amaru akae hapa, mwambie wewe atoke. Mwambie nipatie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujui uliokoka kwa nini. Wakristo wengi tuko hapa hatujielewi. Wakristo wengi tuko hapa hatujui ni nini litulete. Ukaga kanisa tonde ni washarirwa kwa sababu kanisa ni Sunday. That is why you are in church. Unakujaga kanisa kwa sababu unataka kujisifisha, unataka kuonekana eti ya kwamba unakujanga kanisani. But you have got no relationship in the church. Hauna mahusiano yote kanisani. You just come because we have this Sunday. Umekuja hapa kwa sababu umesikia kuna nabii fulani. Ongeza juu. Main. Tunateseka. Tunakuja kanisani lakini bado tunateseka. Tunaenda kanisani lakini bado kazi hakuna. Tuko kanisani lakini magonjwa yametusonga. Tuko kanisani lakini mambo yamekuwa mazito mpaka unashindwa, Ngai wetu aleko, Mungu wetu alienda wapi? Where is our God? Alipotelea wapi? Nimeteseka hivi. Mpaka siku moja Gideoni akamuuliza malaika, huyu Mungu unatuambia, huyu Mungu mwenye alikuwa na Abrahamu, huyu Mungu mwenye alikuwa na wana wa Israeli, huyu Mungu mwenye alituokoa, alienda wapi? Maana sasa Wamidiani, Wamereku wametutesa vya kutosha. Kaga yoyo hadireko. We come to church but no results. We go every Sunday tunasoma Biblia but hatuna results. Bado tunahangaika. Bado tunateseka. We are still suffering. The reason for suffering, nobody can be able to understand. Huyu mama hana mahali pa kulala. Huyu mama hana mahali pa kukaa. Wana wa Israeli hata wakati waliingia jangwani, walipata nguo zao hazikuraruka. Walipata mana, bado walipata chakula. Na walipata mahali pa kulala. Lakini imefika sasa tumekosa mpaka chakula. Tumekosa mahali pa kulala. Lakini sisi ni number 1 kanisani. Kila Jumapili tuko kanisani. Kila wakati tuko katika nyumba ya Mungu. Lakini hatuna kitu cha kusema Mungu wetu ametufanyia. Mpaka watu wa Islamu wanatukejeli, wanauliza Mungu wenu kwani alihama? Waabudu wa shetani wanauliza Mungu wenu kwani alienda wapi? Watoto wetu wamekataa kuja kanisani maana wanashangaa, hii miaka yote mami umeteseka, hii miaka yote baba umeteseka na ukosangi kwenda kanisani. You are always in church but you have been suffering. Hata tumekosa masomo hatukusoma kwa sababu ulikosa pesa, yet you've been always in the church. What happened? Sasa watu watasema Mungu si wa material, ati Mungu si wa vitu za dunia. Kwani basi alikuumba hapa dunia ukafanya nini? Hizo vitu ambazo unaambiwa si za dunia, ati hizo ni vitu za dunia. Kwani wewe ni wa wapi? Wewe ni wa Jupiter? Ama wewe ni wa Capricorn? Ama wewe ni wa Mars? Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu hivi vyote tulipatiwa. Kitabu cha Mwanzo 26. Mwanzo ya kwanza 26, 27 na 28. Ina Mungu na akamuumba binadamu na akasema wacha tumuumbe mtu aliye kama sisi. Na kisha akampatia mamlaka juu ya kila kitu kilicho duniani. Akampatia mamlaka juu ya kila kitu ambacho kiko angani, kiko duniani na kiko ndani ya maji. Akakupatia. That is the reason ya kusema we understand that our God has given us every provision. Mungu wetu ametupatia kila kitu ambacho tunahitaji. Mungu wetu hakutunyima. Mungu wetu hakutuacha uchi. Mungu wetu alitufunika uchi wetu. Ni wapi tulikosea? Saa hii tuko wa Kristo tumejaa lakini tunalia njaa. Tumejaa lakini hatuna namna. Tumejaa lakini hatuwezi kurudi kwa Mungu akatusikia.
Hatuwezi kugeukia ukuta tuambie Mungu kama Hezekia alivyomwambia Mungu ya kwamba mimi niko hapa Baba, kumbuka kitu kimoja peke yake. Hezekia hakutaka vitu vitano vikumbukwe, alitaka kitu kimoja. Jiulize kimoyo moyo, ni nini ambacho naweza kukipeleka mbele ya Mungu, Mungu anisikie? What can I present before God? What can I say to God that God remember this thing I did? Ni nini kimoja ambacho unaweza kuiekelea kwa meza useme Mungu kumbuka kitu kimoja. Hezekia alikuwa na vitu mingi amefanya, mpaka hakutaka vitu mingi, alitaka tu kimoja. Wewe ndio ujiulize, nika kitu gani kimoja? Apati masegenyo na apati ya kulala kanisani kama huyu mama, ni nini ambayo unaweza kupresent kanisani ama kupresent mbele ya Mungu? Waambie Mungu, sasa mimi nimekuja mbele yako, mimi najua si mtu mzuri, lakini kumbuka kwa kitu kimoja. Maana Hezekia ndivyo alimwambia Mungu, kumbuka to one thing, and that is the most important thing, the relationship that you have with God. Muse usilale, ukilala utakuwa umeharibu kanisa yote italala. Maana wewe ndio mse sana hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Basi Hezekia na kusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo. Jinsi nilivyokuja kwako. Kwa nini? Tusome pamoja. Na kusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika nini? Kweli na katika. Ebu jiulize, ni mara ngapi umeenda mbele za Mungu katika kweli? Ni mara ngapi umesimama mbele ya Mungu ati unaweza kuhesabiwa haki? Ni nini ambacho kinaweza kukusaidia kusimama mbele za Mungu kikakufanikisha katika kuhesabiwa haki? Watu wengi hapa hamuna hata kitu kimoja. Maana asubuhi ukitoka ulitoka kwa masengenyo. Jana ulishinda kwenye masengenyo. Juzi ulishinda kwenye mapigano. Juzi hiyo ingine ulishinda kwenye mambo ambayo ni ovyo, ambayo Mungu hawezi kufurahishwa nayo. Na kusihi, alimwambia tu Bwana, na kusihi. Ni nini ambacho unaweza kupeleka mbele za Mungu? Umwambie Mungu na kusihi. Mwambie Mungu na kusihi, ukumbuke. Na kusihi, ukumbuke. Nikiugira gai. Ni nini unaweza kuambia Mungu na kusihi? Ukumbuke tu. Ni nini unaweza kukumbusha Mungu? Na nikumbuka eti nimekuwa nilivyokwenda mbele zako. Yani hakuwa na wasiwasi, hakuwa na babaiko lolote, maana alijua my presentation before God is genuine. Alijua mimi ni mtu wa haki, nimeenda mbele za Mungu na haki. Jiulize wewe, ni mara ngapi umeenda kwa Mungu na haki? Jiulize, ni kwa familia kama familia, kama katika ndoa yako, katika biashara, katika kanisa kama hii, ni mara ngapi umesimama na ukasimama na haki? Ukamwambia Mungu, ukasimama umwambie Mungu, sasa nataka kukuja. Maana hiyo Hezekia hakuenda kwingine, alienda kwenye mahakama ya juu ya mbinguni. Wakati alisikia hukumu yake ya kifo imetoka, hakuenda kwingine, alienda kwenye mahakama iliyotoa hukumu, mahakama iliyosema atakufa, mahakama iliyosema ataondoka, mahakama iliyosema sasa wakati wako mfika mwisho. Hakuenda kwa hakimu mwingine, alirudi kwa huyo hakimu, akamwambia sasa, nimesikia maandishi yako na nimesikia maneno yako, sasa fungua na mimi kitabu changu, uangalie kama kuna kitu kimoja ambacho nimekifanya kikakufurahisha. Mungu alipofungua kitabu, hata hakuongea, hakujibu. Mungu hakumjibu, aliongea na Isaia. Maana alikuwa intimidated. There is a way to intimidate God, to remind him the promises. You intimidate him. Na Mungu hapendagi aibu. Mungu hapendi aibu hata kidogo. Ukimwambia Mungu kwenye kona, atatoka hapo, na kutoka kwake hapo ni kufanya ndivyo umemwambia. Kwa nini? Kwa sababu muko na mahusiano mazuri. Hezekia akamwambia, kumbuka kitu kimoja, ama kumbuka jinsi nimekuwa nikikuja mbele zako kwa haki. Hata kama halisi analala, lakini Mungu anayetaka kwa Mungu kwa haki na moyo wake wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu alisikia hiyo yote,
Maana Hezekia alimuuliza, akamwambia kaburi haiwezi ikakuabudu. Na ndivyo Mungu anapenda kuabudiwa. Akamwambia maiti haiwezi kukuabudu. Na ndivyo Mungu anapenda kuabudiwa. Mungu katika ibada na kumwabudu Mungu, Mungu anafurahia, anasikia I am good placed. Anasema mtumishi wangu, mtumishi wangu. Unapomwabudu Mungu anasimama. Unapomwabudu Mungu anasimama. Maana umemwabudu kwa haki, umemwabudu kwa ukweli, umemwabudu kwa njia nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu jiulize na uulize mwenzako, how do you worship God? Unaabudu, unakuanga ukiabudu Mungu namna gani? Muulize, wewe unaabudu Mungu namna nijibu. Helele, muulize, unaabudu huyo mwingine asisikie. Huyo mwingine asisikie. Wewe muulize huyu kwa miheho, how do you worship God? How do you worship God? Muulize tu. Can God listen to you? Muulize, Mungu anaweza kukusikiliza ukienda mbele za Mungu. Umwambie, umpelekee matata yako. Can he convene a court before yako? Uliza huyu, acha kuniangalia. Can God convene a court because of you? Maana Hezekia caused God to convene a court. Alikuwa shatoa hukumu. Alikuwa shatema Hezekia unakufa. Lakini Hezekia aliporudi kwa koti hiyo, akaambia Mungu, kumbuka, maiti haiwezi kukuabudu. Akakumwambia kaburi haitakuabudu. Na ndivyo Mungu anapenda kuabudiwa. Ukitaka kukamata Mungu, mwambie, mimi si unajua baba venye na kuabudu. Sasa unataka kusema nitaenda kwa shimo, na unajua nikienda kwa shimo siwezi kukuabudu. Huyo Mungu anabadilishaga maoni immediately. Hukumu ikabadilishwa immediately. Hakuongea na Hezekia maana alisikia aibu. Unajua Mungu anasikia aibu? Mungu alisikia aibu. Akaona haya, nataka kuondoa my best 11 niondoe. Hapana, immediately akamwambia mtu anaitwa Isaya, rudi mpaka kwa Hezekia, umwambie tena ya kwamba hakufi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia rudi kwa Hezekia, mwambie hakufi, maana nimesikia kilio chake, nimesikia alivyoomba, maana wakati wote ameniabudu kwa haki na kwa moyo wote. Sijui kama wewe umekuwa ukiabudu Mungu. Sijui kama wewe umekuwa karibu wa Mungu. Sijui kama wewe umetembelewa na Mungu, ama umekuwa ukitembelea Mungu kwa ajili katika njia ya haki. Have you been worshiping God in a truth way? Yes, now you want him to heal you. Ndio kwa maana umekimbia kanisani. Maana shida, umewekwa kwenye boxi, umewekwa kwenye kikona, umeshindwa kujitoa. Have you been doing the will of God? Have you been doing what God wants you to do? Why now here you've come, unalia huko na kilio kusema Mungu nisaidie. But jiulize kwanza, ndio huyu Mungu akusaidie wewe mwenyewe mnaishigi na yeye aje? Ama saa ile ndio unuko na shida ndio unamkumbuka? Wewe unaitaka kanisa? Ulikuwa unaenda kanisa wapi? New Life. Ulihamia hapa kwa nini? New Life hakuna Mungu? Ni mbali? Ukijoin huko, si ulikuwa unajua ni mbali? Ama pesa iliishia kwa barabara, ulitoa sadaka mpaka ikaisha? Wakati alikwenda New Life alikuwa na pesa. Sasa pesa imekatika. Amekuja hapa. Tena ya hapa ikikatika, ataenda ya estate. Ulikuwa unaenda kanisa wapi? Mushi. Kwanyu mushi ni kule kanisa? Yoba kwanyu? Yao, yafafanyu? Yao. Muhuje wanyu. Na ulikuja kufanya nini hapa? Wafuatile mukuru. Uwe ndio kile wetha Ngai. Wewe alifuata mukuru. Aliona moja nitafutane na mukuru. Mukuru ni nani? Wewe ulikuwa unaenda kanisa wapi? Rogai. Ilifugwa.
Nani alikwambia kazi imeisha? Nani alikuwa amekupatia kazi? Because we don't have a ground, hatuna mafundisho ya kukaa jinsi Mungu anavyotaka, ndio unaona hauna msingi thabiti wa kufanya kazi ya Mungu jinsi anavyotaka. Kama tungekuwa tuna misingi thabiti, tungekaa na tungefanya kazi mahali Mungu anataka tukue. Hezekia alikuwa anajielewa, na kazi kubwa Hezekia alifanya ni kurekebisha watu warudi kwa Mungu. Ndio kwa maana alikuwa na ujasiri wa kusema jambo na linafanyika. Alikuwa na ujasiri wa kusema huyu Mungu na abudiwe, na watu wakaabudu. Akajenga madhabahu ya Mungu na watu wote wakarudi. Ndio maana alikuwa na confidence. Akirudi kwa Mungu alikuwa na confidence ya kuambia Mungu, mimi niko hapa and I'm here to you to listen to me. You have a right to be listened to God if at all you have been obedient to him. But you don't have a right. Hata ukikuja hapa useme unataka kuombewa and your relationship with God is not good, you will not still survive. If the verdict imetoka, bado itatoka na itakuwa hivyo. If kama kumetoka hukumu, utaendelea na hukumu yako. Usifikirie ukikuja hapa ati apostle ni nabii atanena neno moja. Nitanena neno moja, naye huyo Mungu nitamwambia na aniambie mimi huyo mtu simutaki. Wewe na Mungu ni nani nitafuata? Nitafuata Mungu wangu, kwa sababu hata mimi nikifanya ukorofi nitafanywa kama wewe. Sasa acha nitakuondokea wewe uende ukiedaga, lakini nitakudanganya, Mungu atakubariki nikijua nimedanganyana. Sasa hapo ndio naogopaka, sijui kama nitaenda mbinguni. Maana kuna watu wawili watatu nimedanganya hapa, na mimi najua kweli kabisa kabisa hakuna kupona hapa, hukumu imetoka. Lakini mimi niliwadanganya, nikawaambia ngai Mungu atakukumbuka. Sasa niko na nikadhima tuine. Okay, kaida fuleu. Mimi na huyo naogeaga uogo, si nitasema nilimdanganya, badala ningemwambia ukweli, wewe utakufa. Hezekia alijitetea, si nabii alimtetea. Wakati Isaia alitumwa angeamwambia Mungu, Hezekia tuko na rekodi yake, ni msemo mzuri, Mungu usimchukue. Hapana, nabii alifikisha jinsi Mungu alivyomwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii alifikisha. Hata mimi nimeanguka, niombe nisaidie nitoba. Hata mimi nimeanguka, maana ninafaa kukwambia ukweli. Wewe ni mchawi na ulipent. Anigodele mwira leo. Roho amba, roho amba. Roho ashuke. Kutoka saa hii ingine nitakuwa ninakuchomoa katikati. Mnafikiriaga sina hiyo kitu? Niko nayo, nitakuchomoa katikati na nitakuchomoa na vitu zako zote hapa. Yes, kutoka sade kuja kama umejitayarisha. Wale wamtaki kutambuliwa, ndio ile barabara. Lakini sasa hapa niko kuaneka ado kuaneka. Muthe tia kodo na maitho matha ati ona nini ukanyaneka wega. Bwana asifiwe sana. Twende hiyo basi ingine. Watu wa leo. Ikawa kabla Isaia hajatoka katika mji wakati, when God is to bless you, the messenger hakuna mahali atakuwa ameenda. Bwana Yesu asifiwe sana. The messenger atakuwa within, hatakuwa ameenda, maana a new verdict is about to come. Your God is going to bless you tonight. Huyu Mungu atakubariki siku ya leo. Huyu Mungu atakubadilishia yote walioyasema yako. Huyu Mungu atakuinua tena. Huyu Mungu atakuregeshia tena. Huyu Mungu atakufungulia milango. Huyu Mungu atalete upya, atakulete upya, atakuandika upya. Akamwambia, ikawa kabla Isaia hajatoka katika mji wakati neno la Bwana likamjia likamwambia, remember you got the power kubadilisha. Kabla hajaenda mbali, kabla hajatoka kwenye mji, Mungu already alikuwa shabadilisha.
kubadilisha. Maana Hezekia alijua ya kwamba nina uwezo wa kubadilisha hukumu yangu, nina uwezo wa kubadilisha yote waliosema. Kutoka leo I want to decree and to declare, whatever they said against you has been cancelled. Whatever they said against your life has been cancelled. Walisema hautafaulu, lakini sasa nimekuja kusema utafaulu. It doesn't matter what they say about you. Hiyo uchawi walileta kwenye duka yako imekuwa cancelled. Bwana Yesu asifiwe sana. Watajaribu kuleta ingine, inageuka inawakula. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amesema hautakufa, unaenda kuishi. Naye Musa akakuja akaona mateso ambayo Ruben aliyapitia. Tribe ya Ruben walikuwa wanakufa, firstborn zao wanakufa. Wakati Musa alisikia hiyo yote, alienda kwa nyumba ya Rubeni akasema Ruben na aishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka jina yako toa Ruben. 1 2 3. Asijasikia mjesema toa jina Ruben, weka jina lako. 1 2 3. 1 2 3. Yes, uko na uwezo, utaishi. Hayo maneno, hiyo kanyumba walisema atafuga vidole zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usiende kuombea Rod ati apotee macho. Ati baba, ninakuomba baba, ulijua nilitoa sadaka na hiyo nilikuwa nayo, na nilitoa ya mwisho ile ya kuumiza moyo. Ati fanya Rod apotee macho akibika kwa mlango. Hiyo ndio tunaita uchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Akamwambia rudi ukamwambie Hezekia. Nini? Mkuu wa watu wangu. Just imagine. What a honor. What a powerful message. What a powerful name. Mkuu wa watu wangu. Yani Hezekia alitambulika kuwa mkuu wa watu wa Mungu. That's one reason. Wewe ni mkuu wa nini? Wewe ni mkuu wa nini? Notokora giakinyo na jagathi. Utokora giake. Mimi nikiwa Kipii nilikuwa naongoza maubwa. Ubwa 100 naziita kwetu zinanifuata. Hapa mliona hiyo. Ubwa 100 Itora Igima zilikuwa zinaamuka asubuhi kuja kunitafuta. Maana nilikuwa na command. Mungu anasema rudi ukamwambie Hezekia. Yani si mtu wa kawaida. Yani anatumwa, nabii anatumwa, maana si mtu wa kawaida. Nenda ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi. Mpaka Mungu ndio afike kujitambulisha, analete majina ingine kama 3 4. Ati mimi baba Bwana Mungu wa Daudi ambaye ni baba yako. Unaona process, anapita ka process because of the honor he has for you. Anapita ka process kama jina mingi kwa sababu hataki kukuja hivi hivi. Unaona huyu Mungu hataki kukuja hivi hivi, maana amekutambua. Jiulize kama nimetambulika. Am I known? Am I known? Vitendo vyangu vinaweza kunitambulisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitendo vyangu vina mahusiano gani na Mungu? Because vitendo ndivyo vinifanya Mungu arudi. Hivi vitendo ndivyo vilifanya Mungu akaribie. Akaendelea kusema hivi. Baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako. Kumbe huyu jamaa Hezekia alijua alikuwa na direct line ya mbinguni. Akamwambia, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa baba. Yani tazama nimesikia. Kwa hivyo kuna machozi ambayo Mungu anaonaga. Muulize mwenzako kama una machozi namna hiyo ambayo Mungu anaweza kuona. Muulize machozi yako na ya crocodile iko tofauti. Muulize tu maithori makuna ma crocodile ni mahiana ine.
watu tuko na machozi ya crocodile. Hakuna machozi, hakuna. Hata Mungu haiwezi kumtikisa Mungu, haiwezi hata kumfanya Mungu afikirie kitu hata kama hii. Nabii akaambia rudi. Naende amwambie nimeona machozi. Tazama nitakuponya. Huyu Mungu anaenda kukuponya sasa. Huyu Mungu anaenda kuponya uchumi wako. Huyu Mungu anaenda kuponya biashara yako. Huyu Mungu anaenda kuponya ndoa yako. Huyu Mungu anaenda kuponya huduma yako. Huyu Mungu anaenda kubariki na kuponya yote ambayo shetani alikuponya. Mungu anaenda kuchenja. Mungu anaenda kukubariki na mambo haya hayatarudi tena. Verse 6. Tena nitazidisha. Si kuponya tu. Yani God does not only heal. When God comes to your life, he comes in full. He changes every system of your life. When God comes to your life, he makes everything favor. Inakuja after favor. Changes that will come into your life hasitakuja nusu nusu. Kwa hivyo ukiona uliobewa alafu tena unataka kurudi kuja kuobewa tena, ndio huyu Mungu hajakufika, hajakukamata venye inafaa vizuri. Kuna kitu kimebakia. Tena nitazidisha siku zako. Mungu akikuponya, Mungu akimention jina yako, Mungu akikuja kwenye maisha yako, sio kuponya tu, lakini pia kuzidisha siku zako, kukuongezea masiku za kuishi duniani, kukuongezea furaha, kukuongezea raha, kukuongezea mapenzi, kukuongezea neema, kukuongezea ushindi. May God bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono. Yani akikubariki sio peke yako tu anabariki, baka itora ya kwanyu ni aleshajagia because of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani unakuta kule geshagi yenu kinabadilika kwa sababu Mungu alikutembelea. One mention of God, one visitation of God changes everything. It will not only change you, but it will change baka society yenu, baka familia yenu. Watu wenu watabarikiwa, vitoto vyenu vitabarikiwa, biashara zitabarikiwa, eneo la kwenu litainuka, mahubiri ya kwenu itabadilika, makanisa itabadilika, inchi itabadilika, maana kumeinuliwa mtu wa Mungu aliye na neema, aliye na baraka, aliyeponywa, aliyebadilishwa kwa ajili ya majira kama haya. Hivyo uliona tulienda nyumbani kwetu kuna badilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo uliona tumekanyaga area hiyo ya kwetu, county ya Nakuru itatoa president, the next president atatoka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Itatoa the next, kila kitu huko watatoka huko. Kila watu watakimbia huko, wataenda huko, maana kuna kitu kilibadilika na kuna kitu kipya kilifanyika. Na change ya Mungu inapokuja haikujagi nusu nusu, inaingia. Mama wewe ukibarikiwa, watoto wako watabarikiwa, watoto wako wa kiume watabarikiwa, watoto wa kike watabarikiwa, mikono, kazi yako itabadilika. Hautakuwa na magonjwa tena. Hawa mama wanashonaga viodo hapa. Siku moja niliwauliza, "Kadikoishi mutadao kademuhoere?" Wakaniambia, "Twahonire. Tulipona." Sivyo mliniambia? Siku hizi hawanisubuagi. Walikuwa kuja hapa, ukiombea hapa na kwamba ati kamehama kamekuja hapa. Tena na shida hivi. Tena naguza hapa. Oh, kamehama kamekuja hapa. Tena na shida hivi. Kwa sababu walikuwa nataka tu kuguzwa na apostle. Lakini Mungu akaniambia, nimesikia kilio cha hawa mama. Nikawaekea biashara ya viondo hapa. Wamama stress ikaondoka, wamama pressure ikaondoka, wamama sukari ikaondoka. Yani hawakuhitaji maombi kubwa, walikuwa nahitaji kupatiwa kitu cha kufanya kazi. Na leo tutauza viondo. Niletoa hizo viondo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtikodi na shio digoko, mtikodi gochidhokagia. Halo. Tuendelee. Tena naye Isaia akasema, turudi hapo 6. Tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu. Nitakuokoa wewe. Na niokoe nini? Mji. Kwa hivyo kuna watu ambao neema ya Mungu ikishuka, mpaka mji ambao wanaishi unabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Umeona? Chain ya blessing. Yani
Ashuru alikuwa mfalme mbaya, alikuwa anapigana na mji huo, na akamwambia nitalinda mji huu kutokana na mfalme anaitwa nani? Ashuru. Ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Daudi. Angalieni hapa, mnaangalia vyodo, kwani mjaiona? Nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu. Kwa hivyo vitu ambavyo vitafanyika katika maisha yako vitafanyika kwa sababu ya Mungu, si kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Changes will be done because God wants this change to be witnessed. Changes will come because God wants these things to happen for his glory, for his greatness. Yani Mungu, yani utasababisha Mungu ashuke kwenu ndio aonekane kwa sababu anakupenda. Ndio aonekane kwa sababu anajua amekutambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sema nitabarikiwa. Sema kutoka leo kijiji yetu itabadilika kwa sababu yangu. Sema kutoka leo familia yetu ambayo ni ya wachawi itabadilika kwa sababu yangu. Sema kutoka leo nchi ya Kenya itabadilika kwa sababu yangu. Mungu, you are capable to change Kenya. Hii maneno vituko Ruto anatufanyia. Tuko na uwezo wa kusimamisha hapa. Mnataka tusimamishe? Kabla tutoke hapa tutasimamisha. Ati anaweka mawaziri wa Kikuyu. Sasa kwani wa Kikuyu tu ndio wa Kenya? Na mawaziri 50 wa Kikuyu. Wengine makabila mengine wanashare vitu tatu ati ndio wafurahisha wa Kikuyu. Fanya kazi, jenga inji, jenga mabarabara, fanya ile kazi tulikutuma. Wacha kutuwekea mawaziri. Hatukutuma utuwekea mawaziri. Kwanza naweka ma reject tupu. Hiyo ni aibu. Kashaitani adho ile Kenya hata. Kwani huyu shetani anachukia Kenya aje mpaka anatuletea marija kititupu? Ati tunaambia tumeongezewa wa Kikuyu. Ati sasa tunafurahisha. Mimi Mkikuyu nataka barabara. Wakati Kibaki alikuwa president hakuna mashamba alitupatia. Alifungua mabarabara, Northern bypass, Southern bypass, Kenya ikafunguka. Utawala kulikuwa na manyumba kabla Kibaki. Mimi pale Kamaki shamba yangu ilikuwa 50 acres. Na niliuza 30,000 per acre kwa sababu hakukuwa na njia. Twenda nagera twekule Juja. Ati oko na mimi niliuzia shamba yangu nikiwa Juja. Mwenye nilipatia title alienda kutafuta. Na hapo unaona hapo barabara imepita, ilipita katikati ya shamba yangu padi na padi. Na niliuza kama nini rohiro tweku. Saizi huko eka moja ni 100 million. Na niliuza 209. Just imagine. Na niliuzia Juja. Sikuenda kuona, niliuzia Juja. Si unaona sasa? Kibaki hakukuja kutuambia tuweke wa Kikuyu. Kibaki alipasua barabara. Saizi Kamaki sikuna kalika. Value ya shamba imekuwa 100 million because of road. That is all what we need, not a minister. Ruto abiwa hatutaki ma minister. Wacha maneno mingi kutuleta kasuba mingi mkiwa na uhuru. Tunataka barabara. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka infrastructure. Mimi sasa wewe si uko na mikono? Si uko na mikono ya kufanya kazi? What you need is a conducive environment. Hiyo peke yake. Aweke wakalijini wote. Aweke Murkomen na aweke Murkomen nyingine na Murkomen nyingine na Murkomen nyingine, aweke Kipuragati, aweke Kipurengetich, aweke Kipurigototo, Kimburianono, Kimburianono. As long as Kenya ijengeke, we don't have a problem. Kenya is not a tribal nation, it's a nation of God. Aende ataweke brother zake zote as long as Kenya ijengeke. Wacha kutuwekea kina Kabogo hapa na watu wengine. Watu tulirusha nje. Alafu wakafanya boma nyingi zikabomoka. Kana mtu menyaka t-shirt akafa kwa nesha dokirie meshe meike. Mama anaenda kama amevaa t-shirt na walikosana na bwana asubuhi. Ameshida kabeini, sasa naingia nyumba, bwana amefika. Mama anafika saa 6 usiku. Naye bwana alifika saa 2, amejipikia amechomeka mikono. Sasa mama anaingia huko na t-shirt ate Kabogo. Wewe ungekora ungenamoka gwekele t-shirt Kabogo ungeka atia. Eti kuhora kinya hiketi. Boma nyingi zilipomoka kwa sababu ya hizo nini? Hapo huko nyumba imeandikwa kwa sababu ilikuwa sponsored na kampuni ya Muidi. Sengenge ni ng'ombe. Sasa akigeuka hivi anakuita wewe ni sengenge na wewe ni ng'ombe. Ukipita padi hii kama. Ingekoli ikawa wewe itekia Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tuombeeni Ruto afikirie kama kiongozi, si afikirie kama ukabila. Hii maneno yote ilitengenezwa na Uhuru ya kufukuza Gachagua. Look at how backward tumerudi. Tumerudi nyuma. Tunaongea politics every day. Kuamuka politics, kutembea politics, kulala tu politics, kuenda politics, kufanya politics. What is this that is happening in our country? This is a demon, must be condemned, must be destroyed. Tutainua mikono yetu kama Hezekia. Tuambie Kenya hautatumika kwa mambo ya shetani.
Na sisi tunampatia Ruto red card. Ni yellow card ama ni red card? Red card. Wangapi wamesema red card? Aondoke kwa kiwanja by January. Aondoke kwa kiwanja. Kama utaendeleza ukabila Kenya, wewe tunakupatia red card. Simple. Tumemaliza. Tumemaliza. Hivyo ndivyo Ezekiel aliongea maneno mingi. Alimwambia kumbuka kitu moja. Sasa Mungu kumbuka. Kumbuka sisi ni manabii. Mungu kumbuka tumekutumikia. Mungu kumbuka tumekuwa straight. Na tumepatia na red card. Ohigia. He said I will never forsake nor leave you. Ukitaka kushida Mungu, intimidate yeye na promises zake. See God, you said you will never forsake me. You will never leave me. See, you said even if I'm in the valley of the shadow of death, that I'm not going to die. And now they want me to die. Mungu anasikia gaibu na rudi haraka. Hiyo ndio kupiga Mungu geta. Mupige na promises. Always remind God of the promises. God is a promise keeper. God is a wonderful God. He creates a way where there is no way. He creates a well of water where in the middle of what? The desert. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumalizie hiyo laini ya mwisho tuende tukalale sasa. Saa 7 imefika. Naye Isaya akasema, twaeni mkate watini. Twaeni mkate watini. Wakautoa wakauweka juu ya jipu. Naye akapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Twaeni mkate wa tini. Wakaiweka juu ya jipu. Kumaanisha Ezekia kile kilikuwa kinamkula ni nini? Ni jipu. Jipu ni nini? Ni ihoha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jipu ni ihoha. Ati ali yagoneke ni ihoha. Nikyo kiali kimurage. Kuna watu hapa kale kakitu kana kukura ni kakitu kadogo sana. But you have a way to get out of it. You have a way to receive your healing. You have a way to command your blessings. Bwana Yesu asifiwe sana. You have a way to succeed. Akolino ranyanate de how ndio kodiroka koko kajoeko ndio kwa hurushina kanjo dahigia evode keruta ndomereri wala ni agosho. Lakini nimeshinda, hii ni vita nimeshinda. Twende maliza twende. Hiyo ingine. Hezekia akamwambia Isaya, je, kutakuwa na ishara gani ya kwamba Bwana ataniponya? Nami siku ya 3 nitapanda nyumbani kwa baba. Ya kwamba kuna ishara. Mwambie mwenzako, kuna ishara itafanyika siku ya 3 kutoka leo. Hello, I am prophesying. Kuna ishara itafanyika siku ya 3 kutoka leo. Siku ya 3, mwambie mwenzako, siku ya 3 kutoka leo kuna ishara itafanyika, na maneno yale wamekuwa akifanya leo. I am counting 1 2 3. Imefanyika. Imefanyika. Na simusimame. Mnaongoja nani tena? Na mshike sadaka. Na sadaka inaone. Leo inaone. Siku ya 3. Mwambie mwenzako siku ya 3. Mwambie na Kikuyu ama lugha yako siku ya 3. Thiko ya 3. Kuma mothe. Maadui wangu watasambaratika. Siku ya 3 wale walikuwa na hara, watahara gatema. Wale walisema wanahara, watahara gatema. Amuwezi kutubabaisha. Ekeneke kwa na getitishagerwo ne andu. You can't joke with this. Na tutitishagwo atene ko thokerio retwa. Wari ingino takimui. Retwa yake ya buthire rekicoka rekemera makuno. Ati no thokerie ndira waruike. Siku ya 3, mwambie, angalia mwenzako kwa uso, mundu kwa mundu, murore maitho, mwambie thiko ya 3, siku ya 3 kutoka leo. That day, wewe, siku ya 3 kutoka leo. Siku
ya tatu I will be healed. Siku ya tatu I will be changed. Siku ya tatu something is gonna happen. Yale mambo yote wamekuwa yakifanya against you, I want to command tonight that everything that they did against you, chochote walichokuinukia, walichoinua against wewe, chochote ambacho walikufanya against wewe, chochote ambacho walisema waganga waliokuja kwa maisha yako, ndio hiyo imeondoka. Siku ya tatu, siku ya tatu, siku ya tatu, siku ya tatu, ndio hiyo 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 siku ya tatu, siku ya tatu. Sasa mko wapi? Siku ya tatu, siku ya tatu, siku ya tatu, siku ya tatu, something will happen. The third day, the third day from tonight, the third day, siku ya tatu, siku ya tatu, mapepo itaondoka. Siku ya tatu, mapepo itaondoka. Siku ya tatu, utashinda vita. Siku ya tatu, watakushinda, hawatakushinda. Siku ya tatu, something new will happen. Siku ya tatu, siku ya tatu, something new will happen in your life. Ile kitu waliiba kinaenda kuregeshwa. Siku ya tatu, tuendelee na hiyo basi nyingine. Siku ya tatu, the third day, walisema wewe ni mgonjwa. The third day, wende hauna kansa, imeondoka. Hauna kansa. Walisema uko na kansa, walisema uko na magonjwa ambayo haiponangwe, lakini siku ya tatu, siku ya tatu itaondoka, itaondoka. Siku ya tatu mzee, itaondoka. Siku ya tatu watachange. Ile maneno walikuwa wanasema yako itabadilika. Siku ya tatu, the third day, misfortunes zinaondoka. The third day, maneno maovu yanaondoka. The third day, God will speak in your life. The third day, siku ya tatu, siku ya tatu iko na mabadiliko. Siku ya tatu iko na mabadiliko. Siku ya tatu, siku ya tatu iko na change. Siku ya tatu, siku ya tatu iko na change. Siku ya tatu iko na Mungu. Siku ya tatu, the third day, viko ya gatatu, viko ya gatatu, viko ya gatatu, viko ya gatatu. Hora mashanda basi yeketetere borianda. Siku ya tatu, siku ya tatu, wale walisema wanahara, siku ya tatu watahara mara 10. Siku ya tatu, 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 Mungu atakubariki. Siku ya tatu, Mungu atakuinua. Siku ya tatu, Mungu atakupatia jina jipya. Siku ya tatu, God will bless you. In the third day, in the third day, in the third day, in the third day, siku ya tatu, third day, siku ni ya tatu. In the third day, siku ya tatu, siku ya tatu, siku ya tatu. In the third day, the third day, God will take into your life. In the third day, the third day, mwekeni chini mtamweza. In the third day, change should be seen. That which the devil stole from you. In the third day, in the third day, in the third day, siku ya tatu, siku ni ya tatu, siku ni ya tatu. In the third day, God will come. In the third way, in the third day, siku ni ya tatu, siku ni ya tatu, siku ni ya tatu, siku ni ya tatu, siku ya tatu, viko ni ya gatatu, viko ni ya gatatu, siku ya tatu. God will speak miracles upon your life. In the third day, God will speak. In the third day, God will speak. God will do it. In the third day, in the third day, in the third day, siku ya tatu tu, siku ni tatu, siku ni tatu. Third day, you have victory.
the third day, your victory will be witnessed. In the third day, your victory will be witnessed. In the third day, your victory will be witnessed. Third day, in the third day, they will speak. In the third day, you will be seen. In the third day, God will deliver you. In the third day, you will be delivered. 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 You will be delivered. Siku ya tatu, siku ya tatu, siku ya tatu, siku ya tatu, siku ni ya tatu, siku ni ya tatu, siku ni ya tatu. In the third day, in the third day, God will deliver. In the third day, God will deliver. In the third day, in the third day, in the third day. Siku ya tatu, siku ya tatu, siku ya tatu, alama zote za shetani zitaondoka. Siku ya tatu, mipango yote ya shetani itaondoka. Siku ya tatu, alama zote na ramani zote za shetani zitaondoka. In the third day, zitaondoka. The third day, zitaondoka. Zitaondoka. In the third day, when what will happen? In the third day, in the third day, in the third day, in the third day, siku ya tatu, Mungu atakuonekania. Siku ya tatu, siku ya tatu, siku ya tatu. In the third day, it's a day of reckoning. It's a day of your victory. It's a day of your success. It's a day. Ndio siku ile. Ndio siku ile. Ondoeni zibuti. Wengine kujeni. Mukaribie hapa. Just come here. Just come here. Nasema kila mtu aliye nyuma akuje mbele. Muondoe hizo viti ziko hapo katikati. Hizo viti zote ziko katikati. Hata kama wewe si Asha, wewe ni ulikuwa umekalia kiti. Si wewe ulikuja nayo, chukua uweke kando. Na hiyo mlango ifungwe, wachawi wasituendee vihirisi zile wanachanga kwa choo. Hapa ni kubaya leo. Nani amewapanga huko tena? Muhanganagiwa na mtu mutihanganagiwa na Ngai. Ondoa hii. Si ondoa hii baba. Na huenda tutapiga marufuku hii unga. Ndio tuone wale watu wanakujanga kwa sababu ya Mungu. Si ndio? Let go. Tasimamisha. Tutaongea na wale walihusika tuone kama tutasimamisha. Tuone wale wanakuja kwa sababu ya nini? Ya unga.
Watu wa uga waende, mnajua kule bypass kule kunaendako kwa uga. Hapa ni Mungu. Hapa ni sheria ya Mungu itumike. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifuata sheria za Mungu uga itakukuta. Mtakutana nayo kwa barabara. Yeah, it is as simple as that. Wale wako kule nyuma wanafanya nini? Ule mama anafanya nini kule? Sitaki kuona mtu hapo nyuma, hata mmoja, hata kwa mlango mtoke mfuge hapo. Watoto waekwe kando. I want some worship. Ngoja kidogo nitakwambia. Iko hivi. I want to prepare you. Nasikia sauti ya mbinguni ikiniambia, ambia watoto wangu niko pamoja na wao. Ananiambia nimesikia kilio na nimesikia machozi yao. Amenituma nikwambie, atakuzidishia, atakubariki, amekuregeshea uhai wako, amekuregeshea jina lako, amekuregeshea huduma yako, ameregesha ndoa yako, ameregesha biashara yako, ameregesha vitu vyote vilivyokuwa vimeibiwa kuja pande. Ameregesha vitu vyote ambavyo vilikuwa vimechukuliwa kuja pande. Watoto wote mwenye yako na mtoto, mama mwenye yako na mtoto akuje this side. Siasha mnatumia tu akili, mnaona ako na watoto, mtoto wako katikati, mnamtoa. Lazima mfundishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu zingine ni za macho. Kuona huyu ako na mtoto, wacha tumweke kando. Ino tu mkono yako unapobarikiwa. God is about to do it. He is now delivering. Ino mkono wako juu. Uwepo unashuka sasa. Uwepo unashuka. Uwepo unashuka. Keyboard. Uwepo unashuka, unashuka, ndio imeshuka, ndio imeshuka, ndio imeshuka. Ndio imeshuka, ndio imeshuka, ndio imeshuka, ndio umeshuka. Malaika wameshuka. Malaika kutoka mbinguni wameshuka sasa. Neema ya Mungu imeshuka, the grace of God. Anointing imeshuka, anointing, suppress them, put them down. Anointing imeshuka sasa. Ndio hiyo imeshuka kwako. Your life will never be the same again. 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 Ndio imeshuka. Watu vipawa vinabadilishwa. Vipawa vinaletwa vipya. Majina yanabadilishwa. Jina ya Jabesu katika maisha yako inachinjiwa. Rama shandorolo bosaya. Rieke nderelelorianda. Bwana nakutumia kwa njia ya kiajabu. Bwana nakutumia kwa njia ya kiajabu. Bwana nakuinua kwa njia ya kiajabu. Bwana nakuinua kwa njia ya kumweka chini. Put them down. Rima shandorolo bosa. Bwana anashuka, Bwana anashuka. Neema ndio hiyo inaendelea kushuka. Neema ndio hiyo inashuka sasa. Inashuka. Put them down. Inashuka. Ndio hiyo inashuka, pokea sasa. Tarajia wema wa Mungu. Tarajia yeye ndio huyo ameshuka. Ndio hiyo ameshuka sasa. Ameshuka kubariki watoto wake. Ameshuka kubariki watoto wake. Wanabarikiwa sasa. Watu wanafunguliwa. Biashara zinafunguliwa. Watu wamepokezwa biashara mpya. Biashara mpya. Ndio hiyo maisha yako mapya. Hati za usafiri. Ndio hiyo afya yako imeregeshwa. Ndio hiyo nia yako Mungu amekuregeshea. Vibali vyote vilivyopotea kwako, ndio hizo zimeregeshwa. Hautateseka tena. Majini hamutamsumbua tena. Biashara yako hakuna ataingilia biashara yako. Hakuna mwenye ataingilia familia yako. Hakuna mtu ataingilia maisha yako tena. Maisha yako yako huru sasa. Maisha yako yako huru. Newarekererio. Maigate. Wafukuze. Wewe ndio uliwaita. Wafukuze. Waambie watoke.
mere maume oria wa metire mere mathie mere thiei mere thiei mere thiei the might of name of Jesus. 1 2 3 you're free. Ndio hii hiyo imetoka kule, ndio hii sasa. In the mighty name of Jesus, I am releasing fire. You cobra, out! Cobra, I command you out. Toka, hama kutoka kwake, toka kwa mwili wake. In the mighty name of Jesus Christ, toka sasa. Out. 1 2 3. Ya free. Hii ilikuwa imeshika cobra. Walimweka cobra. Ndio hiyo imetoka. Yes. Kuja hapa mbele. Receive. The glory is here. Mlete. Nikanyaga hapa. Inua mikono yako juu. Sema Yesu, mwana wa Mungu, nisaidie leo. Mwache. Kaeni kando. Tokeni hapa. Kanyaga tena. Nakelea hapa. Sema Yesu, ninakupenda. Vipawa vyangu ninaviitisha. In Jesus name. Ndio hizo zinashuka zote. Yesu iradhimo ciaku nĩ cioka. In mighty name. Yes. Kuja. Nikanyaga hapa. Mapepo yote uliokanyaga iondoke. In the mighty name of Jesus Christ. Yes. Unamweka chini maana space yetu ni ndogo. Karibieni niwapake mafuta.
Sema Bwana Yesu. Tuliza. Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, niko hapa kwa ajili yako, kwa mapenzi kama yale uliokuwa nayo kwa Hezekia, na kuomba uwe na mapenzi kama hayo kwangu. Unibatilishie maisha yangu, uniumbe tena upya, na ubadilishe maeneo yangu yote, maana mimi nikifa sitakuabudu, maiti yangu haitakuabudu, umaskini wangu hautakuabudu, mateso yangu hayatakuabudu, ila nikikaa katika uwepo wako utaabudiwa. Sema amen. Inua tu mikono yako unapopokea baraka, kuongezewa, maisha yako inapobadilishwa. Naona watu wakibadilishwa maisha yao, naona majina yakibadilishwa, naona biashara zikibadilishwa, naona ndoa zikibadilishwa. Pokea sasa, pokea ufalme wa mbinguni. Pokea ufalme wa mbinguni. Receive now, receive in the mighty name of Jesus Christ. Somebody say amen. Sasa tulia tu tusikie uwepo wa Bwana. Tulia tu, kila mtu atulie. Oh, Master Kuti Sikimi Pasapara Masaida. Ekitikirimi Simara Masaida Ribasiko. Huni Mikirimi Saida Rivae Masa. Kudiba Morini Sikiri Kurivisi Koromai Sikiri. Hori Kinta my father Rupaseka. Honirini Sikiri Kiki Koromasaida. Thank you. Order. Order. Tafsiri. Nimekuja kuinua. Nimekuja kwa watoto wangu. Peleka huko. Asema Bwana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Roho wa Mungu anasema ya kwamba mtumishi wa Mungu anaitwa Hezekia ni kutii, alitii, akasikia ujumbe wa Mungu, akanyenyekea, akarudi katika miguu ya Bwana, naye Mungu akamsamehe. Na sisi tutii na turudi mbele ya Mungu, kwa sababu usiseme wewe ati wewe ni mkamilifu. Turudi katika miguu ya Bwana, tunyenyekee, naye Mungu atatubariki. Asante mwingine. Pigeni Yesu makofi. Somebody else. Somebody else. Baba yangu. Harama sidaya kirineta saida ridai. Kwena laini ya kita ridai sidaya harinati. Katika bina ya kita ridai saida ridai. Molifana pa ya kita ridai saida. Katika libineta for the writer. Station writer Q. Modified data ridai. Katika libineta for the writer. Molikina Qta. Station writer Q. Molikina QQ. Na pa ya redeemer. Na ni mokolify. Eto de wa redeemer. Thank you. Bwana apewe sifa. Tunaambiwa ni Roho wa Mungu anasema ya kwamba ni kutii, tutatii, tunyenyekee, tuombe. Kila mtu aombe, kila mtu aweze mwadhani gaje hayo gosi. Tunaambiwa ni wakati wetu wa kutii. Kila mtu aingie katika maombi. Ati usiangalie mwenzako, wewe ni kudililia Mungu. Tulilie kwa sababu ya nchi, ulilie katika maisha yako. Naye Mungu akibadilisha nchi, akibadilisha maisha yako, na mambo yote itakuwa sawa. Thank you. Thank you. Put your hands together for Jesus. Nasikia Bwana akisema yuko katikati yetu na anaenda kubadilisha maisha yetu, sisi ambao tutamwamini, sisi ambao tutamnyenyekea kwake. Amefurahishwa na utiifu wa watu na amesema tuendelee hivyo. Anaenda kuinua na atatuinua.
Anasema naenda kulinua kanisa lake, na naenda kulitenganisha na waovu, na naenda kulifanikisha kwa malengo ya juu. Atawafungua vijana, wavulana kwa wasichana, atawafungua wazee na wamama. Bwana anasema ya kwamba mwaka ambao unaenda kuanza, atainua huduma hii iwafikie wengi katika dunia yote. Wale ambao walikuwa maadui wa hii huduma, Mungu atawasababisha, watapata jambo la kulazimishwa kukuja ili waweze kufanya kazi kwenye nyumba hii. Maadui wenu wote wamesambaratishwa, na anasema kutoka sasa yeye ndiye atakayekuwa akipigana na maadui wenu. Msishinde mkishughulika, msifadhaike wala msiogope. Ako na nyinyi kama venye alikuwa na Joshua. Kwenye ndoa yako ako na wewe kama venye alikuwa na Joshua. Alitaka tu uaminifu wa Joshua, alitaka uaminifu wa Hezekia, alitaka uaminifu wa Musa, naye alishinda vita. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa mbinguni anasema hivi, kutoka leo siku ya Jumapili mpaka siku ya Jumapili ijayo, uingie kwenye maombi ya kufungulisha vitu vyako. Anasema we are operating on an open heaven. Bingu ilifunguka. Na hiyo bingu ilifunguka ni kumaanisha chochote unachokitaka utakiitisha na kitakuja. Itisha ndoa yako, itisha afya yako, itisha pesa zako, itisha utajiri, itisha mamlaka, itisha ushindi, itisha huduma yako, itisha kupanuka, itisha kuendelea. Siku 7 za kuitisha kufaulu. Kisha siku ya Jumapili ukuje na dhabihu ya kuitisha ama kuhitimiza hizo vitu zote. Anasema utakuja utaekelea dhabihu yako kwenye madhabahu, na kutoka siku hiyo atatia sahihi chochote ulichokiitisha, kama vile Danieli alivyoitisha utakipokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. And now may the grace and now may the grace and now may the grace surely siku ya Christmas, simameni kidogo tu. Mimi mwenyewe nitakuwa nyumbani, sitakuja hapa. Kwa hivyo enda shughuli yako. Wednesday ndio tembelee watu wote kama uko na wao. Usikuja kusema ati kanisa yetu tulikuwa kanisa. Ndio. Bethel Clouds TV, empowering lives.